Kuna changamoto ambazo endapo mwanamke atakuwa nazo zinaweza kuwa ni leading cause za yeye kuto kushika ujauzito, na hapa nitaenda kuelezea kiundani kabisa. Hivi unajua ni kwa nini haushiki ujauzito? Hapa nitaenda kuelezea mambo ambayo yanaweza kuwa ni sababu ambayo itakupelekea usipate ujauzito. Hello, how are you? This is Medical Life na mimi ni Ibrahim. Leo tutaenda kujifunza ni mambo gani ambayo yanaweza kusababisha mwanamke asipate ujauzito. Unajua wengi wamekuwa wakiambiwa mambo mengi ambayo yamekuwa yakiwajaza hofu na ya kuwafanya aidha wakati tamaa kabisa ya kutafuta mtoto. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kumfanya mwanamke ashindwe kupata ujauzito. Mbali na kwamba hata mwanaume anaweza kuchangia mwanamke wake kuto kupata ujauzito, hilo si tena kudili zaidi na mambo ambayo yanaweza kusababisha mwanamke ashindwe kupata ujauzito. Kuna changamoto ambazo endapo mwanamke atakuwa nazo zinaweza kuwa ni leading cause za yeye kuto kushika ujauzito, na hapa nitaenda kuelezea kiundani kabisa. Kwa hiyo stay there. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Kwani huwa tumekuwa tukitoa haya masomo mara kwa mara na kuhakikisha tunasaidia jamii kuipa elimu sahihi kuhusu afya zao za uzazi, hasa uzazi kwa wanandoa. Kama ni mwanandoa, stay there. Kama uko kwenye kapo ambayo inaangalia kipindi kirefu kutafuta ujauzito bila ya mafanikio, stay there. Leo nitaenda kuelezea secret zote ambazo zinaweza kuwa ni sababu ya wewe kushindwa kupata ujauzito. Kuna changamoto huenda umeshaambiwa kwamba uko nazo au uko nayo mojawapo na bado unaangalia kutafuta ujauzito. Huenda ikawa ni hii sababu au kuwa na sababu zinginezo ambazo zinaweza kuwa ni sababu ya wewe kushindwa kupata ujauzito. Kuna haya magonjwa endapo mwanamke atakuwa nayo, kimsingi kabisa kwa research ambazo zimefanyika, inaweza kuwa ni sababu ya mwanamke kushindwa kupata ujauzito. Kuna hii changamoto inaitwa PCOS. Kuna hii changamoto inaitwa Polycystic Ovarian Syndrome. Kuna hii changamoto inaitwa fibroid, kwa maana uvimbe nyama kwenye kizazi. Kuna hii changamoto inaitwa cyst au ovarian cyst, uvimbe maji kwenye ovaries. Lakini kuna hii changamoto inaitwa pelvic inflammatory diseases, mashambulizi ya vimelea kwenye eneo la nyonga au kuwa na infection kwenye eneo la nyonga. Lakini kuna hii changamoto inaitwa hormonal imbalance. Actually, hii sio ugonjwa. Huu sio ugonjwa. Kila mwanamke ana homoni zake ambazo zinaweza kuamua ni kipindi gani aingie au atoke kwenye utaratibu wake wa kike wa kila mwezi. Sasa hii changamoto inaweza kuwa ni moja kati ya leading cause wewe mwanamke ambaye una struggle kipindi kirefu kuto kushika ujauzito. Actually, huu si ugonjwa. Hii inaweza kuwa ni changamoto tu kama changamoto nyingine, au inaweza kuwa hata ni sehemu ya maudhi, kwa maana vile vichocheo vyako vinakuwa kwenye uwiano ambao sio mzuri, uwiano ambao sio ule ambao mwili unatakiwa kuwa nao kwa kipindi husika. Lakini mwanamke anaweza kuwa na changamoto ya tube blockage. Tube blockage ni kuziba kwa mirija yako ya uzazi, na hii inaweza kusababishwa na mambo mengi. Sasa nitaenda kuzungumzia swala moja ambalo kama mwanamke uko nalo linaweza kuwa ni leading cause ya wewe kushindwa kupata ujauzito. Endapo mwanamke umeambiwa una changamoto ya Polycystic Ovarian Syndrome, hii ni changamoto ambayo inahusiana moja kwa moja na hormones. Na hasa mwanamke ambaye ana changamoto ya PCOS anaweza kuwa na hormone nyingi za kiume, kwa maana androgen hormone zikawa zimerise kwa kiasi kikubwa. Na hapo utakuta baadhi ya wanawake ambao wanahangaika na hii changamoto wanakuwa na dalili za kuonyesha aidha kutokwa na ndevu kama vile mwanaume, aidha ni ndevu chache, lakini baadhi wamekuwa hawaonyeshi kitu chochote. Na hii haimaanishi kwamba wewe tayari ile changamoto ya Polycystic Ovarian Syndrome basi itakuwa imeisha. Hapana. Unaweza ukawa na Polycystic Ovarian Syndrome lakini still ukawa hauonyeshi ndevu yoyote wala zile tabia nyingi za kiume ukawa huzionyeshi. Lakini wanawake wenye changamoto hii ya Polycystic Ovarian Syndrome wengi wamekuwa wakuna changamoto la insulin resistance. Insulin resistance imekuwa ni moja kati ya sababu mama za wao kwa nini wanashindwa kupata ujauzito. Na hapa daktari wako wa uzazi kwa maana gynecologist akienda kurule out na akajiridhisha kwamba changamoto yako wewe ni Polycystic Ovarian Syndrome, basi anaweza kukupatia matibabu stahiki. Na hapa daktari wako wa uzazi kwa maana gynecologist anaweza kukupatia dawa, lakini pia daktari wako anaweza kukupatia dawa kwa ajili ya kusaidia mwili wako kupevusha mayai kwa wakati. Hapa anaweza kukupatia either letrozole au anaweza kukupatia clomifene. Na hizi dawa hazitumiki kiholela kwa sababu zinaweza kuwa na madhara sana endapo itatumika kiholela. Ni bora kuchukua hatua za kwenda kuonana na daktari wako wa uzazi kabla ya kuchukua hatua yoyote ya kutumia dawa hizi.
Lakini changamoto ya pili kwa mwanamke ambaye anasumbuliwa na changamoto ya cyst au ovarian cyst, kuwa na uvimbe maji kwenye mifuko ya mayai. Hii inaweza kupelekewa na sababu nyingi, ikiwemo moja ya sababu ni homoni zake kuwa kwenye uwiano ambao sio mzuri, lakini kwa baadhi ya wanawake wameonekana kuwa na changamoto ya infection kwenye via vyao vya uzazi. Kwa hiyo kabla hujachukua hatua yoyote ya kutumia dawa, ni vyema kuzungumza na daktari wako ili kujua namna gani anaweza kukusaidia, aidha kukupatia dawa kulingana na source au risk factor ya zile cyst kujitokeza. Kama ni hormone au kama ni infection, basi ataweza ku rule out the leading cause ya haya yote na kukupatia dawa stahiki. Changamoto nyingine ambayo inaweza kuwa ni sababu ya wewe mwanamke kuto kushika ujauzito ni kuwa na maambukizi kwenye kizazi, maambukizi kama maambukizi ya PID au infection kwenye kizazi. Wengi katika wanawake ambao wanasumbuliwa na changamoto ya PID wamekuwa wakilalamika kwamba hawapati matibabu sahihi au haiponi ile PID, lakini si kweli. Pelvic inflammatory diseases inaweza kupona completely na wala isijirudie. Kuna baadhi ya wanawake ambao wanasumbuliwa na changamoto ya PID, utakuta mwanamke huyu ana partner zaidi ya mmoja, ana sex partner zaidi ya mmoja, na hii imekuwa ni moja kati ya sababu ya kufanya changamoto ya PID kuto kusikia dawa kwa wakati. Hivyo changamoto ya PID kama haitotibiwa completely, haitotibiwa mpaka kuisha, inaweza kuwa ni leading cause ya infertility kwa baadhi ya wanawake, kwa sababu PID kama itaachwa untreated, bila ya kutibiwa vizuri, inaweza kupelekea kutengeneza makovu ndani ya kizazi, lakini pia inaweza kupelekea changamoto ya tube blockage. Inaweza kupelekea changamoto ya tube blockage, mtu akawa na adhesions nyingi pamoja na dead cell kwenye via vyake vya uzazi.